Wangu wa Salma Collection, karibuni kwenye kipindi chetu cha The News with Salma Collection, sehemu ambayo tunajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya kimaisha. Kama tunavyojua masuala ya maisha yako mengi, masuala ya kijamii, masuala ya kibiashara, masuala ya kidini na kadhalika. Na leo kwenye The News with Salma Collection tunaenda kuangalia masuala mazima ya biashara, na hapa kwenye biashara tunaenda kuangalia sababu zinazopelekea biashara nyingi tunasema kufa baada ya miaka 2 au 3 baada ya kuanzishwa. Yes, tunafahamu watu wengi wanatamani kufanya biashara, tunafahamu watu wengi wanafanya biashara, lakini biashara nyingi ambazo zinaanzishwa zinakufa. Yaani hazifikii yale malengo ambayo mtu ameyatarajia. Naamini kila mmoja anapoanzisha biashara yake anakuwa na sababu ya kuanzisha ile biashara, lakini pia ana maono ya ile biashara. Anawaza kwamba itafikia muda atapata faida, atafikia hapa, atafanya hivi. Lakini tunakuja kuangalia biashara hizo haziwezi kudumu. Umejitahidi sana miaka 3, zinakufa. Na biashara nyingi unakuta zimeanza kwa kishindo, lakini baada ya muda kadhaa zinakufa, haziwezi kuendelea. Hebu tuende kuangalia sababu gani ambazo zinapelekea biashara hizi kufa mapema na zisifikie yale malengo ambayo wameyatarajia. Kitu cha kwanza mimi nataka tufahamishane kuhusiana na swala zima la biashara. Tunasema unaposema unafanya biashara, maana yake wewe ni mtatuzi wa huduma au bidhaa inayohitajika kwa watu fulani. Hiyo ndio biashara. Biashara lazima utoe huduma au uuze bidhaa. Ndio tunasema biashara. Sasa tunapoanzisha biashara zetu hatufanyi research ya kitu gani ambacho kinahitajika katika hiyo biashara na kwa kiasi gani na kwa kina nani. Ila tunachokifanya, tunaanzisha biashara kutokana na stories za watu ambao either wanafanya biashara au tumewaona wanafanya biashara, pasi na kuwauliza kwamba kipi ambacho kinasababisha zile biashara zao kusimama. Yaani tunaiga. Hatuna experience ya hizo biashara. Hatujafanya research za kutosha kuhusiana na hizo biashara ambazo tunataka tuzifanye. Lakini pia licha ya kuwa na experience na kufanya research, hatuna elimu ya kuziendesha hizo biashara. Na ndio maana sababu hizi zinapelekea kufa kwa hizo biashara. Kwa sababu tunaposema kwamba wewe unatoa huduma ya kitu fulani, lazima ufanye utafiti hicho kitu kinahitajika kwa kiasi gani katika hilo eneo. Tunaposema kwamba wewe unataka kufanya biashara ya kuuza bidhaa fulani, lazima ufanye utafiti uhitaji wa hiyo bidhaa na kwa kiasi gani. Na hapa ndipo patakupeleka wewe kujua kwamba mauzo yatakayopatikana yanaweza yakasababisha yaweze kuigharamia hiyo biashara iweze kujiendesha na mwisho wa siku uweze kupata faida. Kwa sababu biashara nyingi zinakufa ni kutokana na kutopata wateja na kuanza kuutumia msingi taratibu kwa sababu si haizalishi, na mwisho wa siku ile biashara inafanyaje? Lazima ife tu. Kwa hiyo kabla hujaanzisha biashara, hakikisha kwamba umefanya research ya kutosha uhitaji wa hicho kitu katika hilo eneo, running cost ya hiyo biashara. Lakini pia biashara hii una elimu ya kuiendesha? Kwa sababu watu wengi wanaanzisha biashara hawana elimu. Unakuta mwingine ana wateja na kila kitu, lakini usimamizi wa biashara hana. Elimu ya kuiendesha ile biashara hana. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima biashara ile ife automatic bila sababu yoyote. Kwa hiyo The News with Salma Collection leo tulikuwa tunataka tukumbushane hapa na tuangalie sababu gani ambazo zinapelekea biashara nyingi zinaanzishwa haziwezi kufikia malengo. Bye, see you the next level. Salma Collection, the good and quality service ndicho kitu tunakizingatia. Tunawapenda sana.